wanaume wote na unajua hawa kina mama wakicha kwa mkutano ya siasa lazima wajipae vizuri, kwa sababu huko kwa siasa iko kesi na maneno, taratibu hakuna. You know, there is no proper protocol kwa siasa. So mwanaume hasa wa kutoka hii jamii kukubali ati bibi yake aende atangatange huko, aende afanye hiyo maneno yote, sio rahisi. So he is a very courageous man, and as somebody said here, he had such courage that he would not be intimidated by a powerful woman like Charity. So na vile vile Charity hapo ameniambia ya kwamba huyu muungwana David, na sio kawaida kwa wanaume wengi ati wewe sasa mama ndio ule ako anafanya kazi ya umma na nchi, wewe sasa umebaki nyumbani ndio kupeleka watoto shule, ndio kuchunga hapo kwa boma. It's not ordinary. It takes a very solid man to be able to look after children when your wife is on duty. So again, we celebrate David. He is an exceptional father to these great children, and a good example to those of us who are men. I think we have some lessons to go home with here. Tutaenda nyumbani na masomo kiasi kama wanaume ya kwamba parenting is not just about the mothers. Parenting is a collective responsibility. Sisi wote pia tunaweza kuchangia. And look at the children, you know, very confident people, very solid leaders, including a bishop in between. So asante sana. So and that's what I think, that's what a father who is ready to work in the family, take the children to school, bring them back home, that's what you get. Very solid families. So pongezi sana. I needed to say that about David. Hata ingawaje sikukutana na yeye sana, lakini yale mambo amefanya, bring up a family, look after the children, allow your wife to go, be a leader, and also unite people. So pongezi. Nataka nimwambie Charity, although your husband has left, be strong. He was there for you, and God will be there for you going forward. Mungu atakusaidia wewe na familia yako, na mimi ninaamini watu wa Njoro watasimama na wewe.